Nimekuwa nikijiuliza maswali mengi sana kuhusu maisha ya mtu Mkristo, jinsi anavyoishi. Nimekuwa nikijiuliza mambo mengi, jinsi Wakristo ngulia wenye wapo na watakao jinsi na namna ya maisha ambayo wanaishi. Amen. Na nikawa natafakari na dini zingine vile zinavyoishi na vile sisi Wakristo tunavyoishi. Nikapata tuna tofauti kubwa kwa sababu ya understanding ya vitu. Tuna tofauti kubwa kwa sababu ya understanding ya vitu. Wakristo wengi, mtu anapookoka huwa anaambiwa kwa Yesu vitu ni vya bure. Utaishi vizuri, utakula vizuri, utavaa vizuri, samaki inatoka mbinguni inaanguka kwa meza, utaishi meza. Lakini atupeani kanuni za huyu mtu kuishi maisha ya kupendeza. Amen. Msomi mmoja akauliza swali wakati fulani, akasema, Mungu akikutokea leo akuulize swali ya kwamba wewe unahitaji nini, unaweza mwambia wewe unahitaji nini? Amen. Watu wengi tunaingia katika nyumba za sara ili tuwe matajiri, tupate utajiri. Amen. Tunaokoka kwa ajili ya shida ambazo tuko nazo, na tunaamini kabisa nikishaokoka maisha yangu yatakuwa mazuri na nitaishi maisha ya kiutajiri. Amen. Na hata Wakristo wengi tumefundishwa maombi ya ajabu. Tumefundishwa unaomba kuitisha pesa mbinguni. Amen. Kati wenye tunajua vizuri kabisa mbinguni hakuna kiwanda ya pesa, wala mbingu haina pesa. Masuala ya pesa ni yetu sisi hapa duniani, ni vitu vyetu hapa duniani. Na watu wengi walitufanya tukaamini kama kuokoka ni kupewa vitu for free. Wewe leo hii, mchana wa leo, katika ibada hii, ukiulizwa na Mungu akutokee kwa hiyo sala yenye unaomba, akuulize unahitaji nini, utamwambia nini? Amen. Nataka kuambia nyinyi Wakristo pamoja na mimi mwenyewe ya kwamba nature ya hii dunia ambayo tunaishi ndani ni pressure. Amen. Ni matatizo, ni majaribu, ni kusumbuka, ni kuteseka. Hiyo ndio nature ya dunia. Amen. Wewe leo unalia hauna school fees, ndio inakusumbua. Ya 10,000, 20,000, 1,100 school fees inakusumbua. Wakati wenye tuna mtu ako na hiyo school fees, lakini mtoto hataki kusoma. Mtoto hataki kwenda shule. Mtoto ameingia katika madawa za kulevya. School fees iko, lakini hata mtoto akataki kusoma. Amen. Nature ni pressure. Leo hii wewe unaishi ukisumbuka mambo ya rent ya nyumba. Hiyo ndio tatizo lenye unakuja kuombea. Wakati wenye tuna watu wamejenga nyumba zao, lakini ndani ya hizo manyumba mapepo imejaa, hawezi lala usiku. Hiyo ndio ulimwengu ambayo tunaishi ndani. Maisha ni pressure. Amen. Wewe unalia, umekuja kwa Mungu kulia.
mume wako ni kisirani, sijui anafanya nini. Wakati wenye tuna mwingine hapa analia awachane na mume wake, na wewe unalia unataka ndoa. That is the nature. Hivyo ndio dunia ilivyo. Amen. Unalia leo hii unahitaji pesa ili ukae vizuri, na wenye wako na hizo pesa wanalia hawana afya. Hiyo ndio nature. That is nature. Sasa tufanye nini katika hii maisha ya nature kama Wakristo? Ndio unaona leo hii Wakristo hata wanasiasa hauwezi ona wanaenda kwa misikiti, ni katika makanisa, kwa sababu huko ndio wanakaa watu wenye wana shida, uende wadanganye. Amen. Tutafanya nini? Tuonyeshe umuhimu wa Ukristo, tuonyeshe ukuu wa Ukristo, tuonyeshe umuhimu wa dini yetu ya Ukristo. Si watu wa kuombaomba na kulialia. Luka 20:38 Biblia isema hivi, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote uishi kwake. Haijalishi hapa wewe ni mtu wa dini gani, wewe ni wa dhehebu gani, yeye ni Mungu wa wote walio hai. Amen. Watu walio hai. Isaya 1:19 Biblia iseme hivi, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Amen. Hajesema Wakristo watakula mema ya nchi, hajesema wapakani watakula mema ya nchi, hajesema Waislamu watakula mema ya nchi. Amesema kama watakubali na kutii watakula mema ya nchi. Amen. Wakristo wengi tumedanganywa, tumeingizwa vitu ndani ambavyo si hivyo, na tumewacha kuishi kama makusudi ya Mungu. Amen. Unakuja kwa kanisa na kuambia receive money, pokea pesa. Je, ndani mwako uko na uwezo wa kuweza kuhold hizo pesa ubebe? Tuna watu leo hii hata ukiwapa 10,000 hizo pesa ukienda kesho hawana, na hakuna kitu yenye wamefanyia, kwa sababu ndani mwako ujejenga bali ujejenga uzamana wa kumiliki vitu. Wacha niongelee hapa kidogo kuhusu pesa. Tuna maandiko inasema hauwezi tumikia mabwana wawili, mali na Mungu. Wakristo wengi tumefika mahali paka tukaita pesa mammon. Amen. Wasomi wa accountant utapata hapo tuna vitu kama 3-4 hivi ambavyo vinaongelelea dhamana ya pesa. Amen. Unapoingia katika masomo haya, mtu anasema hivi, pesa ni exchange of value. Ni exchange of ubadilishaji wa dhamana ama dhamani. Amen. 2 ni unit of value. Unit of value. 3 aseme ni store of value. Amen. Sasa niongelee hapo kwa store
love you. Utunzaji wa dhamana ama dhamani. Amen. Kabla ama kama tuna kitu chenye nastahili niombe kwa Mungu, ni kunipa uwezo wa kutunza dhamana ya vitu nilivyo navyo. Anipe uwezo wa kutunza ndoa yangu, kutunza biashara yangu, kutunza huduma yangu, kutunza watoto wangu na kutunza utajiri nilio nao. Amen. Tukasimuliwa hadithi ya mwana mpotevu. Kwa sababu aliona babake akiwa nayo, akaona ni kama anacheleweshwa. Amen. Kwanza hakutunza udhamana, ajenge nguvu zake, hii vitu vinavyokuja vipate store, mahali pa kuhifadhi. Amen. Ni vigumu au ni vibaya ukikadiria pesa ambazo umetengeneza kwa mwezi mzima ni zaidi ya 60,000, alafu unalia au jelipa rent ya shilingi 3,000 na hauna pesa. Si wakati wako wa kuomba Mungu afungue njia pesa ziongezeke. Ni wakati wako wa kuomba Mungu akuwezeshe, akutie nguvu ya kuhifadhi hizo pesa zinapopatikana. Amen. Kwa sababu wasomi wa accountant tunaamini kama wewe ni mtu mwenye unafanyia 60,000, inastahili uishi kwa nyumba ya 5,000 kwenda juu. Amen. Sasa kwangu naamini utajiri haipendi mtu mwenye ana matatizo. Sikuzomei na kufundisha kwa sababu haujui. Amen. Utajiri haipendi mtu mwenye ana matatizo. Inapenda mtu mwenye ana suluhisho ya matatizo. Jenga nafasi ya kutatua matatizo yenye uko nayo na ile yenye uko nayo. Kile kitu chenye uko nacho, tengeneza mazingira ya kutatua matatizo yako na kitu ambacho uko nacho. Amen. Watu wengi tunafeli katika maisha kwa sababu hata kazini kwetu au katika huduma au katika ndoa tuliingia na watu wenye wana matatizo. Amen. Mwanadada aliamua kuoleka kwa sababu alikuwa amefika mwisho, ana matatizo chungu nzima. Amen. So akaamua wacha nitafute mume tukae na yeye anisaidie katika matatizo. So hiyo ndoa aliingia ndani kwa ajili ya matatizo, lakini hakuingia kutafuta suluhisho ya matatizo. Amen. Wakati wenye naenda kuwa na kampuni yangu, tuna watu